The lady is lazy. Lakini yeye ni mzembe. So the lady basi huyu dada might lack a job. Anaweza kuwa hana kazi. You are praying for the lady to receive a job. Unamuombea huyu dada apate But inside the lady there is the spirit of laziness. Lakini ndani mwake kuna roho ya So if you give the lady the job, basi ukimpa huyu dada kazi, she cannot do it. Basi haiwezi kufanya. Why? Kwa sababu gani? The spirit of laziness. Roho ya uzembe ndani mwake. So the spirit, kwa hivyo roho that is inside you, na kwamba iko ndani mwako, is the spirit ni roho that makes you ambayo inakufanya live the life that you are living. Ukae uishi maisha ambayo unaishi sasa. And that's why God says, kwa sababu Bwana I will remove nitaondoa that spirit hiyo roho and I put a new spirit inside you. Ndani mwako. And from there, na kutoka hapo, you will not lack anything. Basi hautakosa chochote. Hallelujah. Amen. Are you getting the point? Unapata hiyo? And today, basi leo I have come nimekuja to let you, my brother, kukujulisha ndugu yangu. Today, leo, by the grace of God, kwa neema ya Bwana Yesu, I will lay my hand upon you. Leo mchungaji atakuwekelea mkono. Tafadhali vizuri. It's okay. By the grace of the Lord, kwa neema ya Bwana, I will lay my hand upon you. Atakuwekelea mkono wake. And the spirit, basi roho from God, kutoka kwa Bwana, will come upon you. Itakujilia juu yako. And the evil spirit, basi roho mbaya, will depart. Ataondoka. And from today, na kutoka leo, you will say, basi utasema 24 tarehe 4 January 2026 mwaka 2026 is a day basi ni siku I saw God. nilimwona Bwana. The Bible says, neno linasema, the Bible says, Biblia inasema, when Uzziah died, wakati Uzia alipoanza, when King Uzziah died, wakati mfalme Uzia alikufa, I saw God. basi Hezekia alimuona Mungu. Alimuona Mungu. What is the mambo yao? Isaiah says, Isaiah anasema, when King Uzziah died, wakati mfalme Uzia alikufa, I saw God. basi alimuona Bwana. Today, leo hii, you are Uzziah. basi wewe ni Uzia. You are Uzziah. Uzziah wako. Uzziah wako. Uzziah. Uzia wako will die. Ataaga. And you will see God. Basi utamuona Bwana. Leo Today, Bwana ataweka roho yake ndani yako. God is going to put the new spirit into you. Na leo hii, and today, atakubadilishia jina. He's going to change your name. Na anapokubadilishia And jina, when He's going to change your name, I think wakusikia vizuri sasa leo mpaka hapo. Thank you. God bless you. Natamani niongee na mama mmoja hapa, natamani niongee polepole huyo mama naye asikie sasa. I must balance. Sio? Kuna mama hapa anataka asikie. Jamani, nipigie makofi wa kalimani wangu. Wamezaa kweli. Wapige makofi. Naomba niongee tu kwa utaratibu kidogo hapo. Ile roho iko ndani mwako ndiye inaokupa jina. Huyu anaweza akawa maskini. Bwana asifiwe. Lakini kumbuka, maskini ni mtu, mwizi ni mtu, malaya ni mtu, tajiri ni mtu, mchawi ni mtu, mganga ni mtu. Hiyo tumeelewana? Hiyo roho ambayo iko ndani ya mtu, Bwana asifiwe, ndiye inampa jina. So wakati unaenda hospitali unapigwa, wanasema uko na HIV. Ile roho ya HIV ndio inakupa roho ya mauti, kwa sababu HIV haiui mtu. Kuna watu wamekuja hapa Kristo, weka strings, Bwana basifa. Kuna mtu amekuja hapa mama, ameniambia alipata HIV 19
1980 1982 mpaka sasa ni miaka ngapi? 1982 alipata 1982 42 years. Kama ngapi? 44. Yeye amekuja kupima akapata hapo nayo na ameishi na yeye HIV for 30 years. Na mama ako very strong na hajai kufa. Na kuna mtu alipata last year akakufa miezi 6 sasa. Ni nini kiliua huyo? HIV haiui mtu. Kansa haiui mtu. Kile kinaua mtu ni hiki. Kansa inabeba roho ya mauti. Wakati mtu ameambiwa umepata kansa, ile roho ya mauti inamwambia kansa mtu aponani. Anakufa hata kabla anatoka hospitali ya sababu. HIV inabeba roho ya mauti. Mtu akisaambiwa ya kwamba dada, jitie moyo, kutoka hospitali, ile roho ya mauti inamwambia hivi, hii mtu akipata amekufa. Anaanza kuponda, kitamba afiki kwa nyumba amepoteza kilo 6. Are you getting the point? So, hakuna mtu maskini. Na umaskini hakuna ndani ya mtu. Ni wakati mtu mwenyewe ana develop ile spirit. Baba yangu mama hapo nisomesa, baba sisi ni maskini, tuliachwa, sina ndugu, sina baba, hakuna mtu atakayenisaidia, anajiachilia, ana accept. Unaelewa? Hiyo roho sasa inaanza kumdrive. Lakini mtu yoyote ametoka katika familia ya umaskini, anasema siku moja hata mimi nitakuwa tajiri, atashinda ile roho. Kwa sababu ndani mwake ameaccept ya kwamba yeye atashindwa pia walishindwa. So ile roho iko ndani mwako. Pale sasa ndio. Ile roho ambayo umekubali ndani mwako. Na hiyo roho inahakikisha ya kwamba imekuhubiria mpaka ukubali. Sio unaona umetafuta kazi yako. Sio unaona umefika 40 au na mzee. Sio unaona kuna watoto watatu, nani atakuoa? Inakuhubiria. Eneo ukiangalia uko na majamaa watatu. Jamaa mmoja ako 13 years, mwingine ako 7 years. Na mwingine ni ako miaka 6. Hiyo wewe inakwambia sasa wewe kaa chini. Hebu chunguza akili yako, nani atakuona ndume ngapi? Ile roho ya umaskini na kugeuza akili na kuambia hivi, tafuta pesa ununue zama mahali utaweka hizi ndume. Sasa inatoa roho ya marriage, inatoa roho ya ndoa. Sasa kile wewe unataka mzee mwenye utaweka kwa nyumba kulipiange nyumba na sasa kuongea mambo mengi. Ndio maana unaniambia pastor, wewe niombe wako nisaidie. Unapata mama anakuja ananiambia pastor, sitaki ndo lakini niombe wako nisaidie. So akili inakwambia unahitaji kupata mwanaume ambaye hata kama ni mzee wa mtu akulipiange nyumba na mukae tu usikiange vizuri. Ukiwa unafikiria kama siku moja utaenda sasa upate shamba ununue uweke watoto wako, kwa sababu ile roho ya talaka ilisaingia ndani mwako, utakaa na mzee wa wenyewe. Kuna watu wako hapa wamekaa na mzee wa wenyewe miaka 10 akikwa kina mzee huyo na ako hapa kwa mabati. Kwa hiyo nyumba ya mabati basi Bwana asifiwe. Amen. Mumekaa na huyu jamaa muda gani? Basi ule mwaka wa 14. Mimi hata sikuwa sijui. Mimi sijui, ni mkaakaa na yeye tu basi. Sasa ile roho ya umaskini mama, unazeeka, wakati umezeeka, ule ndugu atarudi kwake. Sura naye imekaa kama ya sasa kusema. Sura naye imekaa vile imekaa. Sasa zile ndio unaachwa na ndio akili inafunguka.
Ndio unapata mama sasa ako serious. Anaenda anatafuta miwa na simu na ko na zile polygram na nini na sindano na viperiki. Anaenda anatafuta mlango mahali watu wanaingilia. Anaweka miwa yake hapo. Halo? Na simu hapo. Ako serious, atoe samba hapo. Anakukatia miwa, unamwambia hiyo ni ngapi nakata, anakwambia ni kuanzia 10. Na unajua amezeeka. Sasa akienda ile miwa kama ni nengo mbili, analenga nengo moja na nusu. Ukijaribu kumwongeleza, unaangalia age yake, unashindwa kugombana na yeye. Unaenda. Yeye anatafuta sana. Unapata mama ni mkali na simu hapo ni mkali. Ni mkali. Hamujaona? Anabada hapo ni mama ni mzee ni mkali, ni samba anatafuta. Alo, na miaka imebadili imeenda. Anatafuta samba hapo. Na huko kitabu na ni watatu. Ni watatu jamani. Alo, na simu na sindano. Anatoa samba hapo nini? Mwisho huyo mtu anakufa, anaenda anazikwa kwao. Watoto wake wanaanza kuteswa na maako. Leo Bwana akufungue akili leo. Ikiwa kuna mwanaume amewekwa kwa nyumba na akili yake imepotea, Baba akufungue akili leo, rudi kwa watoto wako. Kama kuna mwanamke hapo hapa akili imepotea, amefungwa kwa nyumba mahali, Bwana akufungue leo, uende kwa familia yako. Sasa hiyo roho ndio manake hiyo roho Bwana anasema hivi. Anasema hivi kwamba nitatoa hiyo roho. Angalia. I don't know what to tell you, but let me tell you this. I was to give you a good example. Hakuna mtoto mchinga. Wewe unaonanga kuna mtoto mchinga. Hakuna mtoto mchinga. Yule mtoto kwa sababu wewe akili yako inakwambia hivi. Tulia. Hakuna mtoto mjinga. Nimekuwa na chusi, nimekuwa kwa maombi. Nikawa naombea mama mmoja ako United States. Sijawahi muona kwa sura yangu, lakini tuliongea tu through, sijui nani alimpea simu. Yule mama tulikuwa tunaongea na yeye, mzee wake amechukuliwa na mpango wa kando Marekani. Waka amechukuliwa hapa leo na uwezo ukamwokoa. Halo. Lakini Taraka haijui ya kwamba uko Kenya ama uko wapi. Mzee wake amechukuliwa United States na mpango wa kando. Na kuzaa analalanga huko. Mama akaniambia, pastor, nitafanyaje? Nikamwambia hivi, kile utafanya, mzee wako si mbaya. Huyu mwanamke ametafuta roho kwa madhabahu yake, na ameweka roho kwa huo mzee. Sura yake imependeza mzee wako sana. Sura yake imependeza mzee wako, yako imezeeka kwa mzee wako. Akaniambia, pastor, ndio unaniangalia video kwa hivi nimezeeka. Nikamwambia mimi hiyo na maswali mnaniuliza. Nikamwambia mimi naona ukiwa mrembo, lakini kwa uso wa mzee wako uzachapa. Akaniambia, pastor, akifika kwa nyumba hii anapeana pesa kwa watoto na anasalimia watoto na anaenda. Nikamwambia nikamuuliza utafanya namna gani? Nikamwambia, nenda kwa madhabahu utoe sacrifice kwa ajili ya mzee wako. Tupeane siku 3. Tuone nani ataseka. Wakati mama alipotoa sacrifice, yule mama mpango wa kana akaona huyu mzee ni kama akosegese, akona mzee mkubwa. Halo? Akamwambia, usikuje unanipa aibu. Usikuje. Enda
Nitakuita. Akija kwa nyumba yake, mke wake alikuwa anaonekana kama ile siku yenye alimtongoza kwa barabara. Na akaambia mke wake hivi. Akapiga magoti akaambia mke wake, nimekukosea mke wangu siku nyingi. Sitakukosea tena. Wenye mko hapa mnafungua biashara na mnafunga. Mnafungua biashara na mnafunga. Sio ya kwamba biashara sasa mnafungua ni mbaya. The problem iko hapa. Unafungua biashara kwa sababu umetafuta pesa ya chama. Unaelewa? Unaenda unachukua pesa kwa chama ama unachukua loan, unafungua biashara. Kila ambacho unachujui hauwezi ukafanya biashara pasipo roho. Alafu unapata kuna mwingine, for example, unafungua hoteli hapa na mwingine ako na hoteli hapa. Aleta kwa hiyo. Kila mwingine anafanya anaenda kwa madhabahu yake anachukua roho. Wewe ukifungua hoteli, huyu wa hapa anaenda kwa madhabahu yake anachukua stika. Anaienda spiritual kwa duka yako ama kwa hoteli yako. Wewe unaona watu wanaacha hoteli yako wanaenda wananunua kwa nani? Wanaacha mpaka huyo amalize kabisa ndio wakuje kwako. Kila watu wanaona kwa hoteli yako wakikuja. Wao huko umeandika 5-star hotel. Watu wakiangalia wanaona wine and spirit. Halo. Sasa wewe unasema pastor, watu wanapitana wengi hapo, hoteli iko kwa barabara. Watu hawaoni maana sura ya hoteli imebadilishwa. Ndio maana kuna wanadada hapa, yoyote anayekutongoza ni mzee wa mtu. Kijana hawezi akakutongoza maana umevalishwa roho. Bwana Yesu asifiwe, ya wamama wakubwa. Sasa sura yako umebadilishiwa, umewekwa sura ya wamama wakubwa. Sasa ndio maana unaona wazee wenye wamekoma ndio wanakutaka. Vijana hawawezi wakakusimamisha. Vijana wakikuangalia wanakuona wa 40, 45, 60. Sasa ndio maana ukitembea wanafanya maadhi. Ndio maadhi. Na no. Una mimi ni mama yako. Ndio maadhi mama yako. I tell you the truth. Uliza kuna wasichana wa baba hawezi akatongozwa na mtu ambaye si mzee wa kitu. Kwanza wale wazee mpaka hata wale wa mgoga. Nitakujunga wewe. Maana roho umevalishwa sura. Wazee ndio wanakuona. Na kuna vijana wako hapa wamevalishwa sura, wanaonekana wa mama wazee. Kijana anasema mama, akiona mama wa 45 hivi. Kijana ako na 20 lakini anateti mama wa 32. Na kitu kinamwambia kwamba huyo ndio fungua mlango. Halo. Na kuna vijana wa kwamba umebadilishwa sura, haujawahi pia mtu. Lakini kila mahali unaenda unasukiwa kama musi. Kwa sababu umevalishwa sura ya musi. Ukienda kutafuta glasi unaona wote mwenye ametoa Mungu. Anakuuliza Mungu. Unasema mbona wote mwenye amekaa toto na hii na alikuwa sawa? Kitu kinamwambia suspect ameingia. Unaona wote mwenye anakaa paka kwa mlango na anarudisha mlango, anachunga kazi. Maana ile sura umevalishwa inamwambia huyu ni mwizi. Kwa sababu kuna roho ikiingia ndani mwako itakufalisha sura. Bwana pesifa. That's why kuna mtu anaweza akakuja kwa nyumba yako hata ukapata amani. Hiyo roho ikiingia ndani ya mtu, unapata kijana ama mama anaingia kwa nyumba ya mtu, unaona ameingia ameanza nazo. Ni hiyo roho sasa hiyo roho inakusunguza macho hivi. Mwenyewe anasema kama ama amekuja kupeleleza. Hata kama alikuwa ameweka maji ya kuoga, maji ya kupika, anayabadilisha ya kuoga. Anaoga anakaraka na kwambia kuna maji ilikuwa naenda. Ndio utoke maana bila anakuona. Wengine umebadilishiwa sura. Umeweka omena unauza hapo nje. Ama cabbage unauza hapo nje. Wewe umepanga omena, kila mtu anaingia hapa anasema huyu mama ni kama ni mchawi, anakulia madawa. Huyu mama ni mchawi, huyu mzee ni mchawi. Haujai pita kwa barabara unaona mtu anauza kitu kinakwambia huyu mtu akai mzuri. Alo. Wewe hujai pita kwa soko, hata hujai ujua huyo mtu. Lakini anauza hiyo mboga kitu kinakwambia huyu mama akai mzuri. Ama hivyo unapata anauza maandisi na hiyo maandisi imeiva. Kitu kinakwambia ni kama hii maandisi ameivia kwa jeneza.
Ukisikia akiongea kikisi unasema ni kama ameweka kwa sanduku. Hizi ni zile ndizi za Wakisi wanaekanga kwa sanduku ndani. Kitu kinakwambia wewe mwenyewe unajitoa hapa haraka unaenda kununua kwingine. Halo. Kwa sababu gani? Yule mtu amewekwa roho au utakunua kwake. Na si ajabu. Enda hapa mahali unakaa, utapata mtu kwa Yesu asifiwe. Utapata mama kama huyu. Bwana asifiwe. Ukiangalia mama ni msafi, mama. Huyu mama geuka. Mama si ni msafi. Lakini hakuna mtu mchafu hapa, ningepeana kisambu, lakini nyinyi wote wasafi. Unapata mama huyu bila msafi anapika chapati. Mpaka ile kitu gani ndio wanaikanga hivi. Ile wewe mfuko inafungana hivi kama. Ni daspo. Hawa wambele wamekuweka. Habari yenu hawa wambele. Kwa nini nyinyi mnaongeleza? Amefunga ile kitu ya daspo. Abron. Mama ni msafi. Hata kabla hajagusa mandazi lazima akole kitambaa. Lakini unapata jamaa mwingine hapa akona kambu. Jamaa akona kambu. Hapo tu ni akona kambu. Nywele naye imeenda hivi imeenda. Halo. Anakanda mandazi. Alafu anasikia makamata babada. Halo. Na dashboard yenyewe unaona, yaani ameiguza na hizo vitu mpaka haidi. Anagusa pesa, anapeana change. Bwana pesa. Akisagusa pesa anapeana change. Na anakusikia mandazi na mkono na anakupe. Na unapata watu wamepanga laini. Niangalie moto. Amoni hizo vitu. Yaani mtu ni mchafu lakini anakuhusia na anagusa na mkono. Hiyo chapati anaisika na mkono, si karatasi, anakunyeushia na mkono hivi, alafu ndiye anakudungia kitu. Ndiye anakudungia maji ni sasa swali ni si angekupea tu wewe uguze udunge na naomba. Anakuguzia chapati mara moja na mkono hivi na anakudungia na sukuma na anakupea na mkono kula. Na unakula na unaidisha tabu. Na mwingine ni msafi. Lakini hakuna customer. So kile kinafanyika, huyo mwingine ameenda kwa madhabahu akapata roho ya biashara. So awe mchafu, asiwe mchafu, utanunua. Unaelewa kile nasema kweli? So maisha wanaofanikiwa sio wenye wako na bidii. Wanaofanikiwa sio wenye wanaenda kutafuta sana, wanaofanikiwa ni wenye wamepata roho. Maana Biblia inasema kwamba Mungu huwaprovide nao wapenda hata wakiwa kwa nyumba wamelala. Wapendwa, wewe nikikwambia njoo kwa ibada nikupe roho niliyopewa, Bwana pesifa. Nikikupa hii roho niliyopewa, Bwana Yesu asifiwe. Uende kwa biashara yako, ni watu wangapi utahudumia? Utakosa kazi. Sasa swali, nilikupigia simu ukuje. Umekujaje? Huyo roho wa Mungu ndiye amekuongoza kama nini? Ukakuja. Nikikupea huyo roho baba, ukienda kuuza nguo, ni watu wangapi utauzia? Sasa sisi yenye mko nayo kuna kitu hamuelewi. Huyo roho akiwa ndani mwako, mnaona watu wanaletwa hapa wakiwa na kansa, watu wanaletwa hapa wakiwa na HIV, mawanda wasimu wanaletwa hapa na mgusa hivi anakaa salama. Swali, madaktari wamempea dawa. Tusi kujiona ule mama mwenye alitolewa matare. Nani alimuona? Ule mama last year. The end. Mwenye alikuwa hapa. Sasa mwenye alikuwa mkono nani? Kuna nani? Ulikuwa huyo mama alitolewa matare. Akaletwa hapa. Mama mkikuji mzee hivi. Na nikamgusa tu hivi. Matare wametunga sindano hakupona. Sasa sikiza, nikamgusa. Mama akatulia, alikuwa amefungwa mikono na kila kitu.
akatulia mpaka sasa mama amepona na amerudi kwake usahau nyumbani. Nimeona mwingine hapo, nisaidie baba. Nisaidie basi mama, tunakupenda tusimama. Nimekuona nikafurahia. Huyo mzee nimemkumbuka kwa sababu gani? Niko na ushuhuda yake ambao sisi nitasahau. Na inafanya saa zingine nakumbuka kwa maombi hata kama simuonani, lakini nakumbuka kwa maombi. Aliwahi niambia ya kwamba tulikuwa na yeye wakati hata hapa sijapomoa hapa. Aikizinyo. Hii ndio kujenga hii hapa juu. Alikuja hapa, hebu nipe maiki. Tabibu kwenda hiyo. Na watengenezeana mahali ambapo mnakimbia mbio. Aliwahi kuja hapa kaniambia alikuwa na ugonjwa fulani. I don't know ilikuwa ni polisi. Sio kazi za uti. Hiyo maji inafanya. Hebu tafuta ile maji kama hii yangu. Si kwako mbele. Ama Mungu iko. Tafuta maji. Hii maji kama hii yangu inatakana kukaa huko mbele. Kupea ninamekupea. Hiyo maji inasaidia kukaa hapa mbele, inasaidia. Sisi na bado kufanya nini? Inasaidia kwa inawekwa pesti, inawekwa hapa pesti for life. Sasa wanapoleta maji. Alipokuja hapa, Bwana Yesu asifiwe. Tukaomba Mungu na ile roho ikamwachia. Hiyo upendo hiyo tutasumbua. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Endelea basi. Uendelee. Nasema upendo hiyo iko sawa hiyo. Ile taongea sima hiyo sasa hiyo ndio hiyo. Sasa kuna ugonjwa ulikuwa ndani mwake. Na akaniambia alizunguka hiyo ugonjwa alikuwa anataka apone mpaka akajipata ameenda kwa mganga. Na hiyo ugonjwa ilikuwa imekutesa kwa miaka ngapi wakati huo? Nilikuwa nimeharibia muda wa miaka 12. Na hiyo ugonjwa imerudi. Hiyo ugonjwa wakati uliniombea ilienda. Lakini mimi nika make mistake. Nikaacha Mungu. Shetani akaniteka nyara. Ikarudi. Lakini haikurudi na nguvu. Sasa mimi nikakuja nikakaa nikaona mimi ndio nimekosea hesabu. Na penye umeniona nimerudi cha ukweli. Umerudi cha ukweli. Ndio mambo mazuri. Hiyo ugonjwa ilikuwa imemtesa miaka 12. Alipokuja ikaenda. Saitani naye yule hapa Saitani akaacha kukuja kanisa. Pele kama nini? Ikarudi. Hivyo si yeye peke yake, kuna wengi ambao mnakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, yule amepewa uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye atakuombea mwafuli wake. Hapo kikaa hapo maisha yako tunakaa mazuri. God bless you. Sasa sikiza. Ile roho kama usimamishe sana. Ile roho iko ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto alikuja hapa alikuwa mfupi. Na akaniambia pastor, ninachekelewa sana, nataka kugua mrefu. Mtoto yeye alikuwa na imani ya kwamba nikimwombea si anaona watu wakipona. Alikuwa na imani nikimwombea atakuwa mrefu. Sijawahi kuombea mtu akue mrefu. Mimi nilimwekelea mtoto nikasema ukue mrefu ndio unataka. Akianguka chini kutoka alikuwa ameongeza inchi kama 3. Sasa hapa ndani ni mrefu. Si mfupi. Pastor Benedict anaweza kawaambia alikuwa. Roho ikiwa ndani mwako, ile roho ndio inafanya miujiza. Mungu akasema let there be light. Kuwe na mwangaza, kukawa na mwangaza. Maana roho iliyokuwa ndani ya Mungu ndiye iliumba. Kwa hivyo
nikikwambia kwamba enda kwa madhabahu upate roho, kile unapata ni cha thamani kuliko pesa. Halo? Kile ambacho unapata ni cha thamani kuliko pesa. Pesa ni makaratasi. Na waliona roho watakuandika kazi uwe mtumwa wao. Hili ile pesa ikishika kwa mikono tu, kazi yako ni kuwapelekea. Kuna watu hapo Mungu kwa makuni. Identity tu. Na mtanikasikia tu sasa. Uko kwa kampuni miaka 10 hauna hata soksi. 10 years unalipo mzaa. Kila asubuhi kunyesa kusinyesa. Bamuini. Jioni tena kama umesika nguo. Sasa umetoka. Umetoka unarudi kutoka kwa mwili. Monday, Saturday. Mama hauna chochote. Na kuna mtu mwingine anauza njugu. Amejenga nyumba nyumbani, ameweka stima, ako nyumba 2 bedroom, anaishi maisha mazuri. Na wewe uko kwa kampuni. Unalipwa 20,000. Unasema basi mimi niko kwa base level. You know, msara inatokea lakini ile niko na loan ndio nakatwa loan. Wewe ni maskini. Nikikwambia wewe ni maskini, utaniambia basi niko. Kuna watu mko kwa kampuni hapa hata kukula ni shida. I'm telling you, mimi nimefanya na KEMSA, Kenya Medical Supply Authority. Mimi nilikuwa nafanya kwa hospital beds, delivery beds, incubators. Mimi nilikuwa nimesomea hizo vitu. Mimi natengeneza zile vitanda zikikuja, nilikuwa na assemble. Nafunga hizo vitanda zote. Mimi nilikuwa nafanya hapo. Nimefanya na Crown Healthcare. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiniuliza kama kuna kitu nilinunua kutoka hapo, ni radio ndio nilinunua. Nilinunua radio ambayo ilikuwa inaitwa Sony. Sony. Ndio nilinunua na ikaugua. Hata kitu nilifanya hapo. Pia kuna mandugu zangu mko hapa, mko kwa kampuni. Hata kesho mnafanya nini? Mnaenda. Lakini December imeisha hakuna kitu umefanya. Hakuna hata usahau usipokwenda. Lakini naomba nikupe roho leo. Nikupe roho ya utajiri. Ukipata hiyo roho ya utajiri, hata ukipata 1,000 itakusaidia. Lakini wakati hauna hiyo roho ya utajiri, ukipata 1,000, watoto kwa nyumba yako wanakaa kama mahali sababu. Mko watatu lakini mnakula kilo 2. Yaani kama mtoto kanakula mpaka usipokawekea sufuria mbele. Katoto kanakula mpaka ukawekea wire mess. Usipokawekea wire mess kanaweza kukufa. Kama mtoto kanakula bwana, kanakula mpaka unafikiria kuna mtu anakula ndani. Ukipea mzee mwenyewe sahani moja peke yake. Anakula mpaka ana sweat. Mpaka anafungua sahani tena anaanza. Halo! Munapata appetite nyingine ambayo sio ya kawaida. Mama unapata mama anakunywa soda lita 2 peke yake kwa barabara na hivyo anaenda kukula sana. Halo! Hiyo roho ya umaskini ikiingia ndani yako mzee. Kuna watu wako hapa Nairobi. Hiyo roho ya umaskini imekuweka kwa kampuni, uko kwa kazi. Si hatuko kwa kazi, umesikia mtu fulani nafasi. Ndio maana kwa 10 years kwa kampuni hujaipewa promotion. Mwenye kazi akikuja utafutwa na ataingia kwa nafasi yako na atapewa promotion. Na waambie kweli, kuna watu wako na biashara hapa, mumesikia mtu. Si kuna watu walikuwa wamechenga hapa na tunapamolewa tu. Wamekaa kwa watu. Hiyo kijiji kimekaa wenye wanakuwa hapa, hiyo kijiji kimekaa miaka ngapi? Mingi. Mwenyewe amekuja lini? Walikuwa wao wameweka temporary
kabla sijapita. Kuna watu mko hapa hata mnasikia uko na bibi lakini umesikia mwenyewe. Mwenyewe alikuja bibi anakuambia siku tatu. Basta bibi huyo sitarudi kwake roho. Maana mwenyewe amekuja. Usikuwe mtu wa kusikilia watu vitu. Kuna watu mko na samba lakini mmesikilia mtu mwenyewe anakuja kuinunua. Ile roho itakutumia kesi. Ile roho itakutumia magonjwa. Mwisho utatangaza samba kuuza. Maana mwenye samba amekuja. Uko na duka, uko na mpesa, uko na hoteli. Mwenye duka ni ulikuwa unasikia. Mtoto anaanza kuwa mgonjwa, mama anakuwa mgonjwa, pesa zinakosa. Inabidi upeane hiyo duka ili unutibu. Sio duka unapeana, mwenye duka amekuja. Leo wanangu mko hapa, ninaomba wakati unapoenda kutoa sadaka yako, uende na sacrifice yako kwa madhabahu, upate roho ili umiliki vitu zako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umelala. Umeamka. Karibu sana. Wala wamelala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile roho mama iko ndani mwako. Ndio maana wanasema wewe ni mgonjwa. Si ati uko mgonjwa. Ukiangalia hapa uso hivi, hakuna mahali imeandikwa ugonjwa. Ukiangalia mama unaweza kusema ni mgonjwa. Hapo sawa, lakini mimi naona ndani yake kuna shida na msumbua. Si ni kweli? Umetoka? Nimetoka Kisii. Nini? Wewe. Sasa wewe unanifuata kitambo nifika hapo huko nyuma. Umetoka Kisii? Umetoka lini Kisii? Mwezi wa 11. Una shida gani? Nilikuwa natibiwa hospitali ya Nakuru. Pesa